Kisa cha leo ni cha mshikaji wetu anaitwa Molito. Alikutana na Piskali kwenye treni akiwa anaenda Dodoma, wakachukua namba, wakabadilishana, wakapiga story kama unavyojua na mtoto wa kiume. Jamaa akajiongeza. Aliporudi nyumbani akatupa karata yake kwa mtoto, akaanza kumueleza anavyojisikia nini. Binti akaenda straight kwa Molito akamwambia, sikiliza, kama unataka starehe is okay, ila kama unataka maisha, mimi na wewe, mimi na mtoto mmoja, ni single mother, uko tayari? Akamuuliza babake, mtoto yuko wapi? Kama babake haeleweki. Kiufupi, mimi na mwanangu nimemwambia babake ameshafariki kwa sababu hajawahi kutoa huduma yoyote, alinikimbia na sijui alipo mpaka hivi sasa. Mchiza kaona is okay, kama hayupo mimi nitakuwepo. Akamwambia mimi nitakuwa baba yake mtoto na nitajitahidi kukupatia mahitaji yote ya msingi. Wakaanza maisha ya boyfriend na girlfriend. Baada ya miezi miwili taratibu za ndoa zikaanza. Jamaa akamoa mkewe halali kabisa wa ndoa. Wakaanza kuishi kwenye ndoa kwa furaha na amani. Sasa kisanga kinakuja hapa. Ndani ya miezi 9 jamaa anapambana wapate mtoto, mwanamke ashiki mimba. Akaanza maombi, madaktari wa uzazi wakamaliza. Siku hiyo mchizi karudi nyumbani mapema, kakutana na mama mkwe amekuja nyumbani, wanapiga story na binti yake, akawasalimia mama mkwe pamoja na mkewe, akaingia ndani. Kaingia ndani, usingizi ukampitia, akalala. Baada masaa mawili akashtuka, akasikia kuna stories zinaendelea. Mwisho wa siku anamsikia mama mkwe anamwambia binti yake, punguza sauti, mumeo yuko ndani anaweza akatusikia. Binti akasema, huyo akilala kama pono, tuendelee na stories zetu. Akaambia, kwa hiyo una mpango gani kuhusu huyu bwana? Akaambia, mama, kiukweli sina mpango wowote. Akaambia, vipi kuhusu mtoto? Kama mama, mimi sitaki kukuficha, moyo wangu bado upo kwa baba Kevi, akimaanisha yule ex wake ambaye alisema hayupo kwenye maisha yao. Kama mama, mimi moyo wangu bado upo kwa baba Kevi, bado nampenda sana, na ndio maana mpaka leo mimi nafanya uzazi wa mpango, siwezi kumzalia mwanaume kabisa, sijui nitamwangaliaje baba Kevi. Akamuuliza swali, mara mwisho mwangalia na baba Kevi? Akaambia, sio kuongea mama, nimekutana naye jana mara ya mwisho. Wewe ndo mchizi Molito ambaye uko ndani, niambie maamuzi yako. Baada ya hapo mtoto anaongea na mama yake, mama mkwe na binti yake. Nijibu kwenye comment hapo.